Kayorji Uganda mondo mi orita alwora kendo oriti yien nyadendi moro manyinge Trufena Muthoni ma jahigni 22 okawo okang' mar kwako yien moro maduong' e kaunti ma Nyeri kuom seche ma ok tin ne 72 ma onge weyo. Watudo gi jafwambo marwa ma Nyeri Kamau Mwangi mondo mi waler mar kaka nyadendi no timo timno kendo kwan seche ma osekawo nyaka nyocha kwako yien no ka ogeto fujo record mar piny mangima. Kamau Mwangi, thank you for joining us here on Ramogi TV. Welcome. Tell us the latest from the county of Nyeri regarding the breaking of the world record by the young girl. Naam, nakupata vyema na hapa ni katika afisi za gavana wa kaunti ya Nyeri ama za kaunti ya Nyeri kwa ujumla, na ambapo msichana ambaye anaitwa Trufena Muthoni mwenye umri wa miaka 22 ameanza ama amekuwa akiendeleza zoezi la kujaribu kupata rekodi mpya duniani ya mtu ambaye ameukumbatia mti kwa muda mrefu zaidi, na kwa sasa ameweza kuivunja rekodi yake ambayo alikuwa ameitengeneza ama alikuwa ameyafikia ya saa 48 na Trufena ambaye ni mwanamazingira anasema anafanya hili kwa juhudi za kuhakikisha Wakenya wanaelewa maana ya kuyatunza mazingira na zaidi miti na jamii ambazo ni za kiasilia. Nitakuwa najumuika naye. Trufena, ni nini kilikupa msukumo wa kuanza zoezi hili masaa 72 ambazo unatarajia kukumbatia mti wenyewe? Nini kimekupa msukumo huu? Ni kwamba kuna shida niliona ambayo ipo, lakini ni kwamba hatuielewi vizuri ama tunauziwa labda narrative zenye tunatakikana tuelewe, lakini kuna shida ambalo ndio lo shida la ukweli, lakini hatuliongelelei. Na shida yenyewe ni kwamba tuko na indigenous trees na ni miti ambayo hata inaenda extinct so soon kwa sababu tumekata sana hiyo miti, na kila wakati tunaambiwa tupande miti. Na hata ukichukua miti, hata nikitaka kuwa very active nichukue miti 10,000 nipande, hiyo si sustainable kwa sababu the possibility ya hiyo miti kukua uhai hata kwa wiki moja ni almost 0%. hata sorry, so not zero of course, lakini kwa miti kama 10,000 hata maybe ni mmoja tu. So hiyo si sustainable na si kweli, si narrative ambayo tunapata watu kiuziwa. Tunafaa kuwa tukiambiwa to embrace hii miti na to protect miti ambayo tuko nayo. Yeah. Na Trufena, zoezi hili ulilianzia Jumatatu saa 6:25. Leo saa 48 baadaye umeweza kuvunja rekodi yako. Lengo ni saa 72. Kwa mtazamo wako, hili ambalo utakaloliafikia litashika juhudi gani kuhakikisha Wakenya wanaelewa maana ya kutunza mazingira? Okay. Sawa, kwa njia ambayo nafanya my advocacy ni njia ambayo ina relate na inaeleweka kwa kila mtu. Kwanza navutia kwa kuambia kuwa hata shida hiyo ya akili ambayo kila mtu akona shida ya akili kwa kiasi chake tu, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo kila mtu hupitia kwa hii maisha. Kwa ukiwaambia watu kwa njia ambayo wanaelewa without policy language, unawaambia tu kwa kweli hii miti tukichunga pia tukiwa na shida ya akili tutakuja tu kwa mti tu hug na tuweze kupata uponyaji. Na pia hata unaona watu tu kwa wengi hapa ni wanakuanga wengi kila mahali. Hata hii record nimekuwa nikiinfluence watu 10,000 plus across that 3 countries kufanya hii kazi, na wamekuwa kifanya na kukubali. So nasema hata kabla sijamaliza already kuna impact. Yeah. Na Trufena, hapa katika kaunti ya Nyeri ina majira tofauti. Umenyeshewa, kuna jua, umekauka. Haijafika mahali ukaamua kwamba this is too much, ama ulikuwa umejiandaa vilivyo kwa weather yoyote ambayo ingekupata ukiukumbatia mti wenyewe? Kwa kweli hata kwa ile rekodi yangu nyingine ambayo nilikuwa nimefanya mwaka huu huko mwanzo pia nilinyeshewa, lakini sikuwa nimejitayarisha kunyeshewa, lakini mvua haikuwa kubwa sana. Lakini nilijua kwamba hata kama ilikuwa kidogo inaweza kuwa kubwa siku moja. Kwa hivyo nikifanya mazoezi ya hii rekodi, nilienda hapo Garden Estate na nikanyeshewa, hata ni footage online. Nikanyeshewa kwa muda mrefu, heavy rains. I think hata mingi kuliko hiyo ambayo nili experience jana. Kwa hivyo nilikuwa nimejitayarisha kabisa. Yeah. Na mwisho, kuna rangi ambazo umezivaa kwenye jitihada hizi. Pengine unaweza kumueleza mtazamaji wa Ramogi TV zinamaanisha nini na zinashika juhudi gani katika endeavor ambayo uko nayo?
Kwa kwanza hii ni art kwa kwenye kichwa changu. Kwanza hizi nywele hata ukizihesabu ni 17, ina represent 17 SDGs, na pia ni waste kwa sababu hizi yarn scraps nimekuwa nikitumia kwa miaka 4, itafika mwaka wa 4 Disemba ikiisha. So unaona ina reuse, na ni message kwa kwamba tunaweza tukafanya our personal lives choices ikuwe sustainable, kila mtu afanye kidogo chake. Na kwamba hizi rangi pia ziko na maana yake. Black ina represent African power, protest and resilience, nayo kijani ina represent reforestation, regeneration and hope. Red inasimamia indigenous resistance and frontline courage, nayo gani sijasema, blue inasimamia water protectors and ocean defenders. Naam. Asante Trufena, tunakutakia kila laheri. Na Judith, huyo ni Trufena ambaye amejitwika jukumu la kukumbatia mti kwa saa 72 kwa nia ya kuivunja rekodi ya dunia, ama kuitengeneza rekodi mpya ya dunia ya mtu ambaye ameukumbatia mti kwa saa zaidi duniani. Hivyo tutaendelea kuyafuata matukio haya kufikia siku ya kesho ambapo anatarajiwa kumaliza juhudi hizi ama jitihada hizi. Kwako Judith. Thank you, Kamau. This is Lydia. My last question, just before I let you go. We're looking at 72 hours. Can you let us know how many hours are remaining to go? Oh, naam. Kwa saa ambazo zimebakia kwa sasa, nikiangalia saa ambayo imewekwa pale, amebakisha saa 23, kwa sababu zaidi ya saa moja ambalo ilipita ndipo aliweza kuafikia saa 48, na kwa hivyo kufikia siku ya kesho saa 6 mchana dakika 25 anatarajiwa kuwa ameweza kuitengeneza rekodi mpya ya mtu ambaye ameukumbatia mti kwa saa nyingi zaidi duniani, zikiwa ni saa 72. Kwako Lydia na Kunradhi. Thank you so much, Kamau. Of course, we'll get back to you to just give us more details about her progress. Thank you, Kamau, from the County of Nyeri.